inasema kwamba katika kile kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili afanyike Bwana sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili afanyike ufunguo kwa mimi na wewe tulio wa dhambi, ambao hatufai mbele za Mungu. Mungu aliona si vyema mwanadamu aendelee kuishi katika hali ya utumwa, akitumikishwa na yule shetani kwa ajili ya dhambi. Ndio maana aliamua kumleta mwanaye wa pekee Yesu Kristo, ili aweze kuja kuokoa ulimwengu. Kwa maana dunia ilikuwa imechafuka na dhambi. Dunia ilikuwa imejaa uchafu wa kila namna, lakini Mungu aliamua kumtuma Yesu mwanawe wa pekee aje kukomboa ulimwengu. Msamaha wetu unatoka kwa kupigwa kwa Yesu. Yesu aliteswa, alisulubiwa kwa ajili ya makosa yetu. Ni upendo gani ulio mkubwa namna hii, hata Yesu kuamua kutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yangu mimi na wewe. Aliamua kuacha enzi yake kwa ajili ya mimi na wewe, ili tuwe na uzima wa milele. Ni upendo kiasi gani! Ni kujitoa kwa kiasi gani ambacho aliamua Mungu Yesu kujitoa kwa ajili ya mwanadamu. Je, leo hii wanadamu tunathamini kile ambacho alikitoa Yesu, kile ambacho alikifanya Yesu pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu? Je, tunaweka akilini ni mateso kiasi gani ambayo Yesu aliwepigwa, aliteswa, alionewa kwa ajili yetu? Je, tuna kumbukumbu kiasi gani juu ya yale mateso ambayo alimpata Yesu kwa ajili ya uchafu wetu? Na je, tunawaza nini kwa habari ya maisha yetu? Tunafikiri nini? Je, tutaendelea kumsulubisha Yesu mpaka lini? Ni bora uache dhambi. Ni bora urejee kwa yeye, ili uishi maisha mazuri duniani pamoja na mbinguni. Ni wengi sana ambao wanatamani kupata nafasi ya pili tena ili waweze kurekebisha njia zao, lakini huo wakati haupo tena. Wewe uliye na uhai, wewe uliye na mwili, fanya maamuzi sasa. Rekebisha mambo yako ya dhamani, rekebisha mambo ya nyumbani kwako, ili uweze kutengeneza na Yesu. Yesu ni nuru. Yesu ni taa. Ukimpa Yesu maisha yako, analeta nuru katika maisha yako. Ukimpa Yesu maisha yako, analeta ukombozi, na ukombozi uko mwingi sana. Tumetekwa na hila nyingi sana za yule mwovu Shetani. Shetani ametuvuruga, Shetani ametuharibu, lakini ukimpata Yesu, hakika utakuwa huru juu ya vile vifungo vyote vya yule mwovu Shetani. Fanya maamuzi ya kishujaa ili uweze kumpokea Yesu, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa